Fungua kitabu cha Mathayo sura ya 28 na mstari kuanzia mstari wa kwanza. Tusome kwa pamoja katika jina la Yesu. Amen. Hata sabato ilipokwisha, ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akalivingirisha lile jiwe, akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mpatazame mahali alipolazwa. Nanyi nendeni upesi mkamwambie wanafunzi wake, amefufuka katika wafu. Tazama, amewatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakapomuona. Haya nimekwisha waambia. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Kitu ambacho mimi kinanipa uwepo, haleluya, kinanipa nguvu, haleluya, kinanipa upako, Bwana pesa sana, ni hapa maandiko yanasema kwamba kuanzia ule mstari wa pili, na tazama palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja kulivingirisha lile jiwe, akalikalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Zamani kulikuwa kuna makaburi. Hayo makaburi yalikuwa ni kama nyumba ambayo mtu akizikwa anawekewa jiwe zito. Haleluya. Kwa sababu wanaamini kwamba hatatoka tena. Kama sisi huku kwetu, asili yetu, mtu akizikwa anafukiwa hata zita za udongo. Haleluya. Tukiamini ya kwamba hatanyanyuka tena. Sasa na kwa Yesu wakavingilisha lile jiwe, wakiamini kwamba habari yake imefanyaje? Imekwisha. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Haleluya. Amen. Wachawi na waganga waliokamata maisha yako wanahitaji tetemeko kubwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wameendelea kukushikilia kwa sababu mtetemeko ni mdogo. Haleluya. Maandiko matakatifu yanasema ya kwamba na tazama palikuwa na tetemeko kubwa la nchi. Nataka nikwambie siku leo, tunapeleka tetemeko kwenye kaburi ambalo limeshika baraka zako, kwenye kaburi lilozika maisha yako. Tunapeleka tetemeko kwenye kaburi lilozika fedha yako, afya yako, kibali chako, heshima yako, uongozi wako. Hilo kaburi likutapiga kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna kaburi ambalo limezika uongozi wa mtu. Amina. Amen. Alitakiwa awe kiongozi. Amen. Alitakiwa awe mwanasiasa mkubwa. Alitakiwa kuwa daktari, lakini kaburi limezika nini? Udaktari. Amen. Hana chochote. Haleluya. Ukiuliza mama yake anakwambia alikuwa anapenda kusoma huyo. Haleluya. Amen. Imezikwa, udaktari wake umezikwa. Ufanya biashara wake umefanyaje? Umezikwa. Ndoa yake imefanyaje? Imezikwa. Kitabu cha Mathayo sura 28 mstari wa pili, na tazama palikuwa na tetemeko kubwa la nchi. Haleluya. Amen. Malaika aliyoshuka kipindi cha ufufuo wa Yesu alishuka na tetemeko kubwa la nchi. Maana yake vile vilivyokufa vio hai tena, vile vilivyowekewa ugumu. Haleluya. Amen. Ule ugumu ufanyaje? Uondoke. Haleluya. Nami kwa mafuta nilionayo ya kitume na kinabii na kuombea katika jina la Yesu, Bwana alete malaika wa tetemeko kubwa kwa jina la Yesu. Akutoe kwenye kaburi ulilonalo kwa jina la Yesu. Akomboe afya yako kwa jina la Yesu. Akomboe akili yako kwa jina la Yesu. Akomboe baraka zako kwa jina la Yesu. Akomboe hatima yako kwa jina la Yesu. Akupeleke viwango vya juu kwa jina la Yesu. Haleluya. Nataka tena tuzungumze kitu kimoja. Leo tunasherehekea kufufuka kwa Kristo. Amina. Lakini kuna sherehe ambayo tumeisahau. Haleluya.
Sherehe ya kupaa kwa nani? Maana siku alipofufuka ndio siku Yesu alifanyaje? Alipaa. Bwana sasa. Siku Bwana Yesu anafufuka ndio siku akafanyaje? Alipaa. Haleluya. Amen. Tunasherekea sherehe ya kufufuka kwa Kristo. Kuna point tunairuka. Amina. Amen. Hatunaga sherehe ya kupaa kwa Kristo. Amina. Amen. Kwa nini? Watu wengi wanateseka kwa sababu hawajafufuka bado. Haleluya. Yale makaburi ya ukoo bado yamezika akili, bado yamezika afya. Haleluya. Afu nataka kupaa, utapaa lini? Haleluya. Amen. Desturi ya kupaa lazima utoke kwanza wapi? Kaburini. Ndio ufanyaje? Ondoka ufanyaje? Ondoka ufanyaje? Uangaze. Ondoka ufanyaje? Uangaze. Ondoka ufanyaje? Uangaze. Usipoondoka huwezi. Ndio maana Yesu ili apae ilibidi atoke kwanza kaburini, atoke kwenye kifungo cha mauti. Nami nataka nikwambie hivi, wakati wa kupaa umefika kwa jina la Yesu. Wakati wa kupaa umefika kwa jina la Yesu. Hilo kaburi na kutapika leo na unaanza kuangaza katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Shetani amekamata usipae, na kwa sababu hataki upae amekuweka kaburini. Takuweka kaburini kwa sababu anajua kabisa kaburi limekushika, huwezi kufanyaje? Huwezi kupaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Makaburi ya watu, unaniuliza mtumishi, kaburi gani? Mimi niko mzima. Yawezekana uko mzima lakini afya yako iko kaburini. Amen. Yawezekana unatembea lakini akili zako ziko wapi? Kaburini. Yawezekana unapumua lakini maisha yako yako wapi? Kaburini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mbona tumbo langu ili hapa? Yawezekana una tumbo kabisa na unalishika lakini liko wapi? Kaburini. Kuna watu wamezikwa wakiwa hai. Kuna watu ni viongozi wakubwa sana, nashuhudia kusema hivyo. Haleluya. Amen. Lakini uongozi wao umezikwa wapi? Kaburini. Anatamani kuwa kiongozi lakini haifanyaje? Haiwezekani. Kila kigombea anafanyaje? Anashindwa. Ameshazikwa. Ni mfu anayetembea kwenye habari ya nini? Ya uongozi. Haleluya. Amen. Mwingine ni mtu wa fedha, mtu wa utajiri, mtu wa akili nyingi, mtu msomi, lakini akili zake na elimu yake imezikwa wapi? Makaburini. Kuna watu wamesoma lakini elimu yao haina maana kwenye maisha yao. Haleluya. Amen. Kwa sababu gani? Elimu yao imezikwa kwenye makaburi. Baba apewe sifa. Amen. Sifa na utukufu kwa Bwana Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Leo wewe unayenisikiliza, ni wakati wako utambue maisha yako yanatakiwa yawe yako. Haleluya. Amen. Mungu akamwambia Yoeli, nitawarudishia miaka yenu iliyoliwa na palale na nzige na tunutu madumadu. Haleluya. Amen. Maana yake watu wanaishi kumbe wameshaibiwa miaka. Kama mtu anaweza akaishi na ameibiwa miaka, kumbe inawezekana mtu akawa anaishi na ameibiwa afya. Unawezekana ukawa unaishi na umeibiwa kibali. Hawa watu walikuwa wanaishi na wameibiwa nini? Miaka. Kwa hiyo unaweza ukaishi ukawa unaishi na umeibiwa ndoa, usije ukaolewa miaka yako yote. Mungu akurejeshe ulichoibiwa katika jina la Yesu. Amen. Mungu akurudishe ulichoibiwa katika jina la Yesu. Amen. Kuna watu wamezikwa ila wanaishi. Wamezikwa nini? Maisha. Wamezikwa nini? Afya. Wanaishi maisha mateso. Akiumwa leo anaumwa kesho. Asipomwa jioni anaumwa usiku. Anaishi maisha lakini yuko gerezani. Gereza lao ni nini? Kaburi. Haleluya. Amen. Sasa basi, leo katika maadhimisho ya kufufuka kwake Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Sema maadhimisho. Maadhimisho. Haleluya. Amen. Ya kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Hii ndiyo imani yetu ya kwamba Kristo alikufa na siku ya tatu alifanyaje? Alifufuka. Hiyo ndio imani yetu. Haleluya. Amen. Maana nasema hivi, kama Kristo hakufa wala kufufuka, imani yetu ni nini? Ni bure. Imani yetu kwa Kristo
iko katika kufa kwa Kristo na kufufuka kwa nani? Kwa Kristo. Kwa sababu alipokufa alitufuata, alipofufuka alifufuka na sisi kwa jina la Yesu. Amen. Yesu siku alipofufuka, alifufuka na ndoa yako, alifufuka na baraka zako, alifufuka na maisha yako, alifufuka na ndoa yako, alifufuka na hatima yako. Kwa maana katika asubuhi ya leo tunaomba kila kilichozikwa kwa upako wa ufufuo wa Yesu kifufuke katika jina la Yesu wa Nazareti. Haleluya. Amen. Wakati na majira yamefika. Sana wakati na majira ya Bwana yamefika. Amen. Lazima kilichokufa kwenye maisha yako kifufuke katika jina la Yesu. Amen. Mtu anaota yuko makaburini. Tunaanzia hapo. Haleluya. Amen. Baba, nimeota niko kaburini. Baba, nimeota napita makaburini. Baba, nimeota watu waliokufa. Leo ni siku yako katika jina la Yesu. Amen. Kila kaburi na kila roho ya mauti ikutapike katika jina la Yesu. Amen. Huna mahusiano waliokufa. Haleluya. Amen. Huna mahusiano na watu waliokufa. Una mahusiano walio hai. Mungu wetu ni Mungu walio hai, si Mungu walio wafu. Unapoona umekonektiwa na watu waliokufa katika ulimwengu wa ndoto, ndoto ni ulimwengu wa kiroho. Kama unaota watu waliokufa visivyo sawasawa, umeunganishwa katika roho zilizokufa, kuna asilimia maisha yako yataendelea kufa. Utaona kuona kibali cha fedha kinakufa. Utaanza kuona kama ni mahusiano yanakufa. Utaanza kuona kama ni biashara inakufa. Unakuja kukumbuka kuna ndoto iliota watu waliofanyaje? Waliokufa. Umeunganishwa na mauti bila wewe kujua. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nilivyounganishwa na mauti. Mimi ninakukataa. Mimi ninakukataa. Ninapingana na hiyo mauti. Ninapingana na hiyo mauti. Pesa nilimwota baba kwenye ndoto. Nilimwota baba kwenye ndoto. Inawezekana hayupo. Inawezekana hayupo. Amekwisha kufa. Amekwisha kufa. Au mama. Au mama. Au shangazi. Au shangazi. Au rafiki. Au rafiki. Au mtu yoyote. Au mtu yoyote ambaye amekufa. Ambaye amekufa. Nikamuota. Nikamuota. Kumbe nimeunganishwa. Na roho ya kifo bila kujua. Sema najitenganisha naye. Najitenganisha naye. Ewe roho ya kifo, huna mamlaka kwangu, juu ya mali zangu, juu ya afya zangu, juu ya watoto wangu, juu ya familia yangu, juu ya maisha yangu, juu ya kibali changu, juu ya huduma hii, juu ya kanisa hili. Sema ewe kifo na kaburi, toka! Kifo na kaburi, achia maisha yangu. Kifo na kaburi, achia fedha yangu, achia huduma yangu, achia heshima yangu. Kifo na kaburi, achia maisha yangu, achia nyota yangu kwa jina la Yesu. Sema sitakufa bali nitaishi, nami nitasimulia matendo makuu ya Bwana katika jina la Yesu. Sema amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana.